Niache! Sikuachi! Nimechoka! Kwani alifanya hivi lakini? Huyu ni mume wangu mimi. Na hapa nilipo na mimba yake. Nilipo hata kunihurumia basi. Hivi unajua mwanamke ni mtu wa thamani sana. Lakini baadhi ya wanaume hawajui. Historia yako imenigusa na imeniumiza sana. Yaani mpaka kuna muda unaweza kukufuru Mungu yani. Pole. Haina haja ya kulia, pole sana. Mungu wangu. Yaani nikikaa nikifikiria, yaani mpaka najiuliza kwa nini nisingeumbwa hata mwanamke? Sisi wanaume tuna nini? Yaani tuna kitu gani tunachokitafuta kwa nyinyi wanawake? Hayo yote ulioniadisia mimi najua kwamba haujazua ni kweli. Kwa sababu rafiki yangu Jay mimi namfahamu vizuri. Na mimi siwezi nikaa upande wake japokuwa mimi ni mwanaume, hapana. Anavyofanya nakosea. Rai yangu kubwa sana kwako. Kaa karibu sana na Mwenyezi Mungu. Maana Mungu ukimweka karibu kila kitu kinabadilika. Na siri yako usije ukasubutu kumwambia shoga yako au mtu yoyote yule wa karibu. Nakuomba sana sana. Hebu jaribu kumfichia madhaifu rafiki yangu. Kwa mikono yako miwili, beba aibu yake. Hifadhi katika kifua chako. Si unanielewa? Naomba unyamaze kulia. Na ndio maana mimi nikakuita tukae watu wawili tuzungumze kirafiki kabisa. Yaani hapa tusizungumze kama mimi shemeji yako. No. Yaani fanya mimi kama rafiki yako. Au nifanye kama shoga yako. Sio Samiri tena. Mimi nifanye kama shoga yako sasa. Subira inahitajika sana. Na katika maisha muda una nafasi kubwa sana. Changamoto zinapokukuta zipe muda. Maisha yanapokupiga yape muda. Mitihani inapokukuta ipe muda, muda unazungumza. Na muda haujawahi kumtupa mtu yote mwenye subra. Kama unafanywa mabaya na mtu wa karibu, mtu wa mbali, mpe muda. Kila jambo lina mwanzo, kati na mwisho. Jambo lako shemeji limefikia kati. Sasa hii tamati naomba sana isije kamalizika vibaya. Kumbuka wewe sasa hivi ni mjamzito na una mimba. Mimba ni ya Jay. Sawa? Sasa kwa kuihurumia nafsi yako na nafsi ya mtoto kutumboni anajisikia vibaya. Mimi nikwambia kitu kimoja tu shemeji ambacho labda ukifahamu. Mwanamke yote mjamzito anavyosononeka nafsi yake na hata kile kiumbe kinasononeka. Sihitaji kuiona sonona ndani ya nafsi yako. Shemeji yangu hujui ambao nafanywa mimi. Laita tungekuwa unaona. Muda utafika lini? Shemeji muda nimechoka. Yaani nafikia hatua na mimi nachoka. Yaani nawaza mtoto wangu atakapokuja hapa duniani ataishi vipi? Bado namuwaza tena rafiki yako Jay. Nimechoka shemeji yangu. Yaani hapa nilipo mawazo yangu yamefikia mwisho. No. Hapana. Mimi narudia tena. Hebu hata ningekuwa mwanamke tu mimi. Mungu atanisamehe tu. Ningewafunza namna ya kuishi wanaume na wanawake zao. Hivi unajua mwanamke ni mtu wa thamani sana. Lakini baadhi ya wanaume hawajui. Na ndio maana sasa sisi tunatukanwa kila siku. Shemeji, nikuombe sana. Futa machozi, najua yanauma lakini vumilia. Na muda mwingine yakikuzidi tafuta maji. Ikiwezekana jagi zima kunywa ili uweze kushusha hizo hasira ulizokuwa nazo. Nafahamu maumivu unayopitia shemeji yangu. Ila tu Mungu ana makusudio yake. Yaani mpaka najishtukia sasa kiukweli shemeji. Yeye anakosea sana. Sawa. Kuwa kawaida. Sawa. No. Naumia. Mimi ni mwanamke ambaye natakiwa nipewe haki zangu zote. Haya manyanyaso anayonipa. Anarudi nyumbani tu akai. Anafanya mambo ya ajabu.
Nimechoka Samia, nimechoka shemeji. Siwezi tena kuendelea kuvumilia. Naweza tu hata nifanye maamuzi yoyote, lakini namhurumia mwanangu ale tumboni. Hapana. Hebu naomba, hebu fanya kwa ajili yangu. Najua unaniheshimu, tunaheshimiana. Ni watu wa muda mrefu sana tumefahamiana. Mimi nitajaribu tena, sitachoka. Nitajaribu kuzungumza na Jay, kumkumbusha hasa jinsia yake. Nafikiri ameisahau jinsia yake. Hajui yeye ni wa kike au wa kiume. Nitajaribu kumkumbusha kwamba wewe ni mwanaume Jay. Sifa ya mwanaume ni kujali, ni kuthamini, ni kujua thamani ya mwanamke. Nyinyi wanawake ni mashamba yetu sisi. Ni maua yetu. Mwanamke ni maua. Mwanamke sio gunia la mazoezi. Usijali. Sawa. Futa machozi. Wewe ni mzuri sana. Pindi ambapo machozi yako hayatatoka katika macho yako, usiruhusu kabisa mboni za macho yako zikachafuka. Sawa? Shusha pumzi. Yeye anakupenda sana. Ila naamini tu ujana bado kauendekeza. Angekuwa akupende basi angekufukuza, usingeendelea tena kuishi pale. Kwa nini uko pale? Ni kwa sababu ana mapenzi. Lakini yote kumbuka kuna mtoto anakuja. Hebu huyu malaika naombeni sana mumtunze. Sana. Sawa shemeji? Sawa? Binomo? Sawa. Kuwa sawa. Jay ni wako. Nafikiri tu cha msingi ni kumkumbusha jinsia yake Jay. Si umenielewa? Yeye anakupenda sana. Sawa. Cheka basi. Usilie, sawa? Shemeji yangu usilie. Sawa. Kwa nomo. Sawa? Sawa. Okay. Kwa nomo. Uliniambia kuna mahitaji ambayo yameisha pale nyumbani. Mimi kuna pesa nitatoa. Na naomba usinishukuru. Nafanya tu kiubina. Nikumbe shemeji yangu. Samahani. Kuna pesa mimi nitakupa. Naomba tu usinishukuru. Naifanya kwa sababu wewe ni mwanamke. Na mimi sipendi kuona wanawake wakiwa wanalia. Nyinyi ni watu wa thamani sana katika hii dunia. Sawa? Sawa, kwa kawaida. Sawa. Naomba niache. Sikuachi. Umerudi tu sasa hivi umebadilisha nguo unataka kutoka. Kwa nini unanifanyia hivi lakini? Nimekwambia naomba niache bwana. Sikuachi. Leo tunaenda wote huko unakoenda. Nitakuvuruga hiyo akili yako, niache. Sikuachi. Nimekwambia niache. Sikuachi. Niache. Sikuachi. Nimechoka. Kwa nini unanifanyia hivi lakini? Wewe ni mwanaume gani ambaye hujali hisia zangu? Sikuachi, nimechoka. Leo tunaenda wote huko unakoenda. Au sio? Ndani nacheza. Dadangu, wewe ni mwanamke mwenzangu. Hivi vitu ambavyo nafanywa hapa ndani ingekuwa ni wewe. Wewe ni mume wangu mimi. Na hapa nilipo na mimba yake. Jaribu hata kunihurumia basi. Hiyo mimba yako mimi hata inihusu. Alafu, unaonaje wewe ungenionea mimi huruma? Maana nampigia simu yangu mimi hapokei. Namtumia message zangu anijibu. Maki mpaka hapo nyika naelekeza mwenyewe. Kwa hiyo nimeona haina shida watu nimfuate hapa nyumbani. Kwa kama unaweza kunisaidia yupo naomba niitie. Oh baby. Baby.
Fresh. Asema upigie simu zangu wapokee. Hapana, niko sebleni naangalia movie afu simu ipo chumbani. Na message. Si ndio simu hiyo chumbani. Mimi sina muda kupoteza bwana. Umenimisi? Jaribu kuwa mvumilivu tu, yatapita. Jaribu kuvumilia, sawa? Ukasema sijui unaenda kwa mwanaume huyo na uafadhali, hapana. Kila mwanaume unayemuona ni sawa, unamwacha huyo unaenda kumkuta huko huko. Kwa hiyo nakushauri, vumilia. Vumilia tu rafiki yangu, sawa? Yule Jay wangu mimi hawezi kubadilika. Ni changamoto sawa, wanawake wote wanapitia changamoto. Lakini za kwangu mimi zimezidi. Za kwangu zimezidi. Hata ungekuwa ni wewe usingeweza kuvumilia. Mangapi ambayo napitia navumilia, haya mengine yananishinda. Najua ni wakati gani unaopitia wakati huu. Nafahamu rafiki yangu. Wewe vumilia. Atabadilika tu, wewe mvumilie, jaribu kumvumilia tu, atabadilika. Sawa? Mvumilie, ni mmeo. Afu kifikiria hapo sasa hivi ni mjamzito, wewe utaenda wapi? Ukisema umwache ataenda wapi? Sawa, na kufanyia kila kitu kibaya kwako. Vumilia, ataenda, atazunguka, atarudi kwako. Sawa? Yule aweza karudi. Leo tu nimetoka kumfumania leo. Amesimama na mwanamke tuko na Tifa pale. Akaanza kuniambia niende nikampige pale. Mimi nashindwa kwa sababu yeye mwanaume nampenda. Nikwambie, yaani ukifika pale unaanzisha unampiga. Yaani watangulia mimi nipo nyuma nakuja. Umenielewa? Sio na kila kitu pale kinajieleza pale. Ile si dharau ile. Mwanaume gani sasa yule na kufanya mambo kama yale ya ajabu? Na umekaa tu hapa. Unaangalia nini? Nenda kule. Mtoto niletee dharau. Rafiki yangu usipoje. Nimeshamuona, acha tu niletee dharau. Siwezi kwenda kuanzisha ugomvi pale. Yeye unakupa kama mjinga ujielewi. Sasa kinakuuliza nini? Wewe tangulia, mimi nakuja, mimi si nipo kama nda yako. Kwanza nikikunja dala langu hivi, unanijua vizuri. Kwanza niko natafuta ugomvi muda mwingi, sijapigana na mtu. Yaani hapa mikono tena niwasha. Kifika pale piga ngumi moja ya uso. Unachelesha mambo. Nenda sasa. Tuende kwenda pale wajilizaliza. Wewe kifika pale hamna kuuliza. Kamata piga ngumi moja hata kitoka nundu. Wana kwa bwege mtu unakaa. Ile ni dharau. Mwanaume anakudharau kama wewe unasema na wanawake kila siku. Mara huyu. Yaani huyu kweli ameoza. Yaani baby wa mwanaume hivi vyema nga siwezi. Wangatemea vidole tungenda pa tungembutua. Yaani siku nyingi sijapigana nini na uwadu nikitaka nikampige yule. Yeye ana bahati. Nikitaka nimpige, unafikiri namuogopa na ubonge wake? Si muogopi. Ningemkunguta. Yaani shoga yangu anadhalilika hivi kisa mwanaume mwenyewe ndiye ana ndevu kabla chechechetu. Simpendi yule mwanaume mimi. Namchukia. Eti ingekupo mimi yule mwanaume yule angekoma yule ningemwagia maji usiku akilala. Yaani akalala huko kwa wanawake zake, kwangu nyumbani hamna kulala. Simpiki chakula, simwekei maji ya kuoga, sifanyi chochote. Yeye anajifanya sugu, anajifanya malaya. Sasa mimi ningemuonyesha yule. Ana bahati. Yaani nani linaendelea kama bwege, ngoja nipate huko kama bibi. Japokuwa ananifanyia ile mambo yote lakini bado nampenda. Lakini inafika tu muda mwingine nawaza, yaani nishindwa nifanye nini rafiki yangu. Lakini yatapita hayo, ni ya muda, vumilia. Kumbuka wewe ni mjamzito, ustahili kuwa kwenye hali hiyo. Sawa? Yatapita. Vumilia. Bado hajajua thamani yako. Siku akijua thamani yako atakuomba msamaha.
na mtaishi kwa amani. Sawa? Kwa unakuwa napumzika. Wewe uishi visingizio. Vipi? Mangu, hapa ndo dukani. Nakuuliza, na ile ndo duka lenyewe. Mangu, umekosa wanawake kutembea na unakuja kutembea na hiki mwanafunzi. Mwanafunzi? Eti mwanafunzi. Unaniona mimi na nembo hapa? Na nembo, hebu niangalie vizuri kwanza. Eti mwanafunzi. Wewe, hivi ndo mkeo? Hivi wewe Samboi wote huo unaenda kuchukua kipapule kama hiki? Unavuka mipaka sasa. Nisikie mwanamke. Ondoka. Hata kama unipendi mangu, sana kubali unipendi, lakini sio kwa mateso haya. Si uende? Ila nawe sio vizuri. Sio vizuri nini naye? Unamfukuzaje mwezio vile mbele za watu? Usinivuruge sawa? Kwa hiyo inakuaje? Safi. Hivi sio jao. Hamna. Niko fresh tu. Kweli? Eh. Kwa hiyo tunaweza kwenda.